Bismillahirrahmanirrahim. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala kwa kutupa uhai na afya njema mpaka kuwa hapa kwa ajili ya kuweza kukumbushana kuhusiana na elimu hii ya zama za mwisho. Rahma na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee wale wote ambao ni manabii wake na mitume aliowatuma katika huu ulimwengu kuja kutufunza utaratibu wa namna ya kuishi. Kadhalika pia rehema na amani zimuendee mtume wetu Muhammad pamoja na sahaba zake na wale wote wenye kuamini na kufuata ukweli mpaka siku ya mwisho. Naam, katika darasa yetu iliyopita na kuanzia darasa ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu nafikiri, tulizungumza kuhusiana na fitna za Masihi Dajjal. Tulizungumza kuhusiana na kufunguliwa kwa Masihi Dajjal. Tukazungumza kuhusiana na kufunguliwa kwa Yajuj wa Majuj. Jamii ya Kiislamu, umma wa Kiislamu unapaswa kuwa aware na jambo hili katika kipindi hichi ambacho tunakiishi kwa sasa. Kabla sijaendelea, pia leo nichukue nafasi hii kukukumbusha wewe ndugu yangu Muislamu ya kwamba tunaishi katika kipindi cha fitna nzito, kipindi kikubwa sana, kigumu sana, kipindi cha fitnatul Masihi Dajjal. Ndicho kipindi ambacho tunakiishi hivi sasa. Ni kipindi ambacho Dajjal yupo anaeneza fitna za. Katika darasa ya leo tunaanza mwanzo hasa rasmi wa kuzieleza fitna za Masihi Dajjal. Leo tunaanza kuzungumza fitna ya Masihi Dajjal katika mfumo mzima wa utawala ulimwenguni, duniani kwa sasa. Fitna ya Masihi Dajjal. Leo Masihi Dajjal ndiye mastermind wa tawala ya dunia, ndiye mastermind wa tawala ya dunia. Napozungumza tawala ya dunia ya sasa, naizungumza tawala ya demokrasi. Ndio naizungumza tawala ya dunia. Tawala ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ipo na inafahamika kwa jina la khilafa. Hii ndio tawala ya Mwenyezi Mungu ambayo alimuelekeza kwayo Nabii Suleimani, Nabii Daudi, wakaisimamisha. Hii ndio tawala ya Mwenyezi Mungu. Lakini tawala ya Masihi Dajjal ni hii inayoitwa demokrasi. Hii ndio tawala ya Masihi Dajjal. Sasa basi, kama hujaangalia mazungumzo yangu kwenye darasa 1 mpaka 3, tafadhali tafuta ili uweze kuangalia, ili tuweze kuwa pamoja. Tunaendelea. Sasa baada ya Masihi Dajjal kuweza kufunguliwa, moja ya fitna ambazo alianza kuzitekeleza kwa kuwatumia watu wanaoitwa Yajuj wa Majuj. Ushasema Dajjal kipindi hichi hayupo kwenye mfumo wa siku zetu, kwa hiyo haonekani. Kwa hiyo utendaji kazi wake unapitia kwa watu, na watu hao ni kina nani? Ndio hawa Yajuj wa Majuj ambao kwenye Qur'ani wametajwa kwa sifa ya mufsidun. Mafisadi hao wana sifa ya kufanya ufisadi na udhalimu katika ardhi. Sasa baada ya Dajjal kufunguliwa, alianza na fitna hii kwanza kumake sure kwamba anaondoa mfumo mzima wa utawala wa Allah. Khilafa haipo, haiji sehemu yoyote duniani, ili aweze kureplace hiyo khilafa na mfumo wake wa utawala. Ninaposema Masihi Dajjal ndiye mastermind, maana namaanisha yeye ndiye muasisi au anayeongoza ama aliyepo nyuma ya kitu kama hichi. Mwishoni mwa miaka 1800, mwaka 1898, ahadi ya Allah ilitimia katika huu ulimwengu. Ahadi gani? Ahadi ambayo alimwahidi Firaun la'anatullahi alayhi. Allah Tabaraka wa Taala alimwahidi Firaun ya kwamba hakika sisi tutaulinda huu mwili wako uwe kama ishara kwa wanadamu. Huu mwili ulipotea miaka mingi sana, ukawa hauonekani duniani, hauonekani.
Mtume kafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki mwaka 1898 kwenda 1900, rasmi mwili ukaonekana mara ya kwanza katika ardhi. Mwili umetemwa na ardhi ukaonekana, na ahadi ya Allah ikatimia. Watu wakachukua ule mwili wakasema, huu mwili tutauhifadhi kama sehemu ya makumbusho. Ndio ahadi ya Allah imetimia. Kwa hiyo wameweka kama sehemu ya makumbusho, umekaa huko pale kama maonyesho. Ndio namna ambavyo Allah anamdhalilisha Firaun. Mwaka huo ndio mwaka ambao demokrasia ikaanza kuingia katika vyombo nyanja za dunia, ikaanza kupata umaarufu na kujulikana katika dunia ambayo tunaishi. Mwaka huo Dajjal alifungwa katika kisiwa cha Landa. Yajuj na Majuj baada ya kuteremka katika ardhi hii ambayo mimi nayo tupo, baada ya kutoka katika ile milima ya Caucasian Mountains, katika ile mkabala na Ainul Hamia kama ambavyo Qur'ani imetaja, waliposhuka waliungana na watu wakajipachika Uyahudi, hali ya kuwa sio Mayahudi, ila wakajipachika Uyahudi wa kiimani. Katika dunia ya leo ndo mabaki yao ndo hawa ambao wanajiita Wazayuni, Zionist. Na wao wakati wanashuka miaka hiyo ambao wameteremka milimani miaka ya takriban 683, waliendaga London, wakaunda mji wao unaitwa Yorkshire, ambao mpaka leo iko pale, ambao baada ya kutoka hapo utawala ulivyoasisiwa pale Uingereza, utawala wa dunia, sababu taifa la kwanza kuanzisha harakati ya kutawala ilikuwa ni taifa la England, na ndiye aliyeongoza harakati ya vita ya kwanza dunia. Kwa walienda kule wakajiorganize. Kutoka kipindi hicho demokrasia ikaanza kupata jina dunia. Wakati huo utawala ulikuwa ni utawala wa kikoloni, mwenye nguvu ndiye aliyekuwa mtawala. Utawala wenyewe koloni kutokana na wenyewe wao England na mataifa ya kimagharibi. Wao ndio walikuwa kitembea duniani wakihakikisha kila anapoenda wanapeleka chini yao, kila anapoenda anapeleka chini yao, kila anapoenda anapeleka chini yao, wakimake sure hakuna khilafa tena. Wakaanza harakati yao hiyo toka miaka hiyo mpaka 1924 wakawa wamefanikiwa. Hapa kuwe tena na wakaenda kuua kiini cha khilafa, wakaenda kumuua khalifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, umma wangu mimi utatawaliwa na makhalifa 12. Wa mwisho wao jina lake litakuwa ni kama jina langu, jina lake la mwisho litakuwa ni kama jina la baba yangu, yani Muhammad bin Abdullah, ama Imamul Mahdi. Kwa hivyo wakaanza hiyo harakati ya kuondosha dola na wakafanikiwa. Tangu mwaka 1917 dola ilikuwa na win kwa wingi sana, na hatimaye wakafanikiwa. Kwa wakaondoa mfumo wa Allah khilafa, wakaleta mfumo wao wa kipagani huu, demokrasi. Ndani ya demokrasia haki inayopatikana ni ile ya muonekano. Ni ile ya muonekano, sababu mfumo ni mfumo wa Dajjal. Kwa muonekano na uhalisia wake vitakuwa ni vitu viwili tofauti. Kama tulivyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha utendaji kazi wa fitna za Masihi Dajjal utakuwa katika namna hii. Moto utakuwa ni maji yatakuwa ni moto. Pepo itakuwa ni jahannam itakuwa ni pepo. Kwa maana gani? Muonekano na uhalisia wake ni vitu viwili tofauti. Wewe utakayeona fitna hizo, itaidi kutafuta uhalisia kwanza kabla hujapenda au hujadanganyika na muonekano wake katika kipindi hichi. Kwa hivyo ndani ya mfumo huo wa demokrasia toka umeanzishwa, ndani yake huwezi kupata haki naturally. Utapata haki iliyo katika muonekano mzuri basi, sio watu na mfumo wenyewe ulivyo. Mfumo wenyewe ulivyo ndio kweli.
lakini ndani ya mfumo wa Allah ulikuwa ni mfumo wa haki, ambao wanadamu tukauondoa, tukaona hauna maana, ukapigwa chini. Leo tuna mfumo wetu ambao Dajjal kauleta, wengi tunaukubali, tumesahau kabisa mfumo wa Allah, wala hatuna muda nao. Ndani ya mfumo wa khilafa nao ulikuwa ni mfumo wa utawala. Humo ndani palikuwa pana sheria na kila kitu ambacho wanadamu wanapaswa kukifanya katika kumwabudu Mola wao. Neno aabudu katika Kiarabu linafasirika Kiislamu ama Kiswahili sahihi kama kutumikia. Kutumikia. Kwa muumini anapotumikia sheria za Allah, anamwabudu Allah. Kwa mfano, Allah ameamrisha mzinifu akizini aliyakuwa ameoa achapa bakora 80, na ambaye hajaoa karuhusu auawe. Mwizi akiiba akatwe mkono. Allah ameamrisha watu wasisengenyane. Anayetekeleza haya maamrisho anamwabudu Mola wake. Lakini ndani ya mfumo wa demokrasi pia kuna sheria ambazo hizo sheria zinasemekana watu ndio wanaozitunga, watu wenyewe ndio wanaozitunga. Yaani mwizi akiiba akatwe mkono, anapaswa akadiriwe kifungo cha miezi kadhaa, anafungwa. Huyu ana bahati. Wengine watauawa huko, watu wengine wana hasira zao wanawaua mtaani, sababu watu wako huru, wanafanya wao wanataka wao. Lakini sheria zao ni kwamba utahukumiwa miezi 7 mwaka kulingana na wizi wako. Katika khilafa mwizi aliyekuwa kiiba hata na kosa gani lazima akate mkono, kwa sababu ndio sheria. Atakata mkono ili aendelee na harakati zake zingine. Huko atakaa miaka kadhaa, anakaa ndani. Wakati wa khilafa haikuwa ruksa kumkamata mtu anayetuhumiwa. Haikuwa ruksa kumkamata anayetuhumiwa bila kuwa na ushahidi kwanza. Katika mfumo wa demokrasia mtu anaweza akakamatwa bila hata huo ushahidi kwanza, akakaa ndani hata miaka kadhaa, hata ushahidi bado haujapatikana, ila anakaa ndani katika mfumo wa demokrasia. Kwa hivyo ndani ya demokrasia kuna sheria, na ndani ya khilafa kuna sheria. Aliyekuwa akizitumikia sheria za khilafa alikuwa akimwabudu Allah, kwa sababu mtungaji wa zile sheria alikuwa ni Allah mwenyewe. Ndani ya demokrasia kuna sheria, watungaji wa zile sheria ni watu. Yaani mtu hawezi kujua huyu akikosea hukumu hii itamfaa, hawezi kujua hata siku moja mwanadamu. Lakini Allah ndiye anayejua huyu aliyeasi ni mja wangu, adhabu hii ndio itakamfaa huyu. Tunapaswa kujua kitu kimoja, na yule ambaye anazipenda na kuzikubali kwa moyo wake wote mfumo wa demokrasi na utaratibu ulioko ndani yake kwa mapenzi yake, na yeye anauabudu ule mfumo vile vile. Demokrasia ndio Firauni wa kipindi hichi. Ndio maana wakati Firauni anadhihirishwa tu miaka 1898 kwenye 900, ndipo ambapo demokrasia nayo ikadhihirika, kwamba Allah alikuwa anatupa signal, alama, symbol, anatupa sisi ishara kwamba huyu tulimdhihirisha sasa hivi, na hichi kinachoanza kupata moto, kinachoanza kupamba duniani hichi demokrasi, hakuna utofauti, ni kitu kimoja. Demokrasia ndio Firauni wa zama hizi. Sasa kipindi kama hichi hakuna lesalimika ndani ya huu mfumo wa maisha sasa. Uovu
unahalalishwa waziwazi, machafu yanaenea waziwazi. Katika kipindi kama hichi ni ngumu sana kuona maadili katika watoto, jamii. Huwezi kuona maadili kwa sababu Allah ameweka pembeni. Mwenyezi Mungu ameweka pembeni kwamba tupishe na mfumo wako wa utawala. Kuna mamlaka ya kutupangia sisi namna gani tunapaswa kuishi. Sisi ndio tuna mamlaka ya kujipangia namna gani tunapaswa kuishi. Subhanallah. Ndio lugha nyepesi hiyo. Aliyeifanya hii kazi ni Masihi Dajjal. Sio wewe, sio mimi. Aliyeifanya hii kazi ni Masihi Dajjal. Na sio kwamba Allah ameshindwa kureact, hapana. Bali huu ni wakati wa zama za mwisho. Haya yanayotokea yaliandikwa yatokee, na ndio maana yanatokea. Kila kitu Allah anasema kinachotokea tulikwisha kiandika katika kitabu. Hakitokei kwa bahati mbaya. Kwa sio kwamba Allah ni dhaifu, alishaandika lazima kitatokea hichi. Ndani ya huu mfumo, Waislamu wengi duniani, umma wa Kiislamu duniani, subhanallah, umekumbatia mfumo wa Dajjal na umeukubali na unaupenda, wala hauhofii kuamiliana na yaliyomo humo kwa moyo mmoja. Hauhofii kabisa. Aliyakuwa kufanya hivyo ni shirki kubwa sana. Shirki kubwa, shirki ambayo ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Luqmani anamwambia mwanawe, nikufundishe, nikuambie kicho shirki na ambacho ni dhulma kubwa kuliko dhulma. Anamwambia mwanawe, hakika mwanangu, hakika kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Allah ni dhulma iliyokuwa wazi na kubwa kabisa. Haikuishia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katuambia katika suratul Kahfi aya nambari 110 ya mwisho kabisa. Mtume anaambia, muambie hao watu wako kwamba mimi ni mtu tu kama nyinyi, ninawafikishieni ujumbe wa Allah. Anayehofia kukutana na Mola wake asimshirikishe na chochote katika ibada. Asimshirikishe na Allah na chochote katika ibada. Kumshirikisha Allah, ndugu zangu, ni kumtumikia pia asiyekuwa Allah. Unapokubali kwa moyo mmoja system ya Dajjal hii, demokrasi na mfumo wa kipagani huu, maana yake umekubali kuutumikia ule mfumo, yani kumtumikia asiyekuwa Allah kwa moyo wako mmoja. Kipindi kama hichi tunapaswa kuishi kwa namna gani? Ikumbukwe katika mfumo wa utawala Firauni vile vile alikuwa na waumini. Waumini hao walikuwa waumini kwa namna gani? Walikuwa waumini kwa kule kutokukubaliana kwao na Firauni kwa mioyo yao. Walikuwa kilazimishwa, same na leo ambapo tunaendesha na huu mfumo pia, kulazimishwa. Hawakuonesha ukaidi, walikuwa wapendi katika nyoyo zao. Mtume anasema kuna namna 3 za kukabiliana na uovu na dhulma, ikiwemo hii shirki. Ni mtu uondoe huu mfumo. Kuondoa hatuwezi kwa sasa hivi. Mtu aseme uovu uliopo. Hii iko katikati, usawa katikati. Uondoe ule mfumo ni bora. Kusema ni usawa wa katikati. Lakini 3 ni mtu achukie katika moyo wake, achukie katika roho yake ule mfumo. Sio kwamba auondoe, achukie tu. Ni wazi kwamba kati ya haya matatu, haya mawili tuna uwezo kuyafanya duniani kipindi ambacho tuko sasa hivi. Hatuzungumzii taifa, kamji au vipi. Sisi tunazungumza ujumla dunia nzima hii ambayo tunaishi sasa. Kila mtu alipo ata nafasi ya kutafakari hatua ya kuchukua kwa eneo ambalo yupo, hali yake ambayo. Lakini kwa sasa hivi haya mawili haya, kuchukia katika roho, system ya kipagani, uwezekano huo waumini upo, kwa sababu hatuna uwezo wa kuondoa
hatuna uwezo wa kuleta chochote kile kwa kipindi hichi. Tuwe watulivu, ni wageni sisi kama wasafiri. Kwa hivyo shiriki ni moja katika dhambi kubwa ambazo leo ndo tunazifanya. Na katika kuthibitisha hili, Allah anamwambia Nabii Musa katika Suratul Maida aya nambari 44, anamwambia Nabii Musa, hakika wale wasiohukumu kwa yale ambayo Mola wao kawapa ameyawateremshia, yani wale ambao wanahukumu kwa sheria ambazo Allah hajawapa, hawa wanafanya shirki na ni makafiri na ni madhalimu, na tutawaadhibu adhabu iliyokuwa chungu kabisa. Anaambiwa Nabii Musa kipindi hicho, namna pekee ya kusalimika katika hichi kipindi ni kuishi kama alivyoishi Nabii Musa. Namna pekee ya kusalimika katika kipindi hichi ni kuishi kama walivyoishi ashabul kahfi. Namna pekee ya kusalimika kipindi hichi ni kuishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 13 alipokuwa pale Madina, pale Maka. Namna pekee ya kusalimika katika kipindi hichi ni kuishi kama alivyoishi Nabii Yusuf alayhi salam wakati yuko katika mtawala wa kipagani pale Misri. Hawa waliishi vipi hao? Katika nyoyo zao walikubali mfumo wa Allah. Katika miili mifumo iliyokuwepo ni ya kipagani. Hawa walikuwa na elimu, kupata elimu ya wakati wetu tuliopo. Ukipata elimu ya wakati wetu tuliopo, utagundua hichi sicho, hichi nicho. Kwa utafuata kile ambacho ndicho kwa wakati wako, kwa kile ambacho unakiweza. Utajua hichi sicho, hichi ndicho. Kwa kikubwa kwanza kuwa na elimu. Cha pili, kuishi maisha kama walivyoishi hawa ashabu kafi, kama walivyoishi Mtume pale Maka miaka 13 ya kwanza wa Uislamu, kama alivyoishi Nabii Musa wakati wa nabii wa Firaun laanatullahi alayhi. Hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kuishi. Na Allah tabaraka wa taala ili ubaki nje ya uwezo wetu atatughfiria. Naomba Allah tusamehe madhambi yetu. Amin. Yale ambayo yako nje ya uwezo wetu Allah anayajua, atatusamehe kwayo. Allah ameshahidi, mkijiepusha na yale makubwa tunayokukatazeni kwayo, kwa yale madogo tutakusameheni. Yale madogo tutakughfirieni nyinyi waja wetu, msijali, tutawasameheni kwa yale madogo. Hayo makubwa ni yapi? Ndio haya: shirki, zina, riba, ambao pia inshallah katika kipindi kijacho tutaizungumza hapa, fitna ya Dajjal katika mfumo wa uchumi, ambako ndani yake ndio kuna riba. Inshallah tutazungumza, lakini kikubwa zaidi tumche Allah ndugu zangu. Tutafute elimu kama hii kwa pupa sana, na Allah amasimamie kila mmoja wetu. Inshallah kwa darasa ya leo ya khilafa na mfumo wa utawala wa fitna ya Masih Dajjal katika mfumo wa utawala imefika tamati. Allah tukutanishe tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami ndugu yako Abu Dhul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.